Kuna jambo kuhusu kile kisa cha yule al-kadhab al-bidh, alivyosema kwa yule mama kaamka akapiga shahada kisha akalala. Naona kuna haul na fujo hivi makhurafi nafikiri wafanya na watu fulani wazungumza wasiojielewa. Kwa nini sisi tusema kwa yule bwana ni kadhab? Yani mtu afe kisha afufuke asilimu kisha arudi afe. Alipokufa alikuwa nani mwanzo? Kafiri, sio? Kisha akafufuka akasilimu kisha akafa tena. Umeelewa? Lakini wacha nizungumze kwa haraka tu. Ukiamini upumbavu huu, maana yake wewe huijui Qur'ani wala huielewi Qur'ani. Wewe huelewi chochote katika Qur'ani, na hapa ndio utafahamu makhurafi ni watu wapumbavu kupita mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin فأصدق واكن من الصالحين. الله سمعني ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الله haichelewesha nafsi ikifika wakati wake. Na wale malaika wake akawasifu akasema la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Hizi aya utakuwa nazo wapi? Akafa katika, hatuzungumzii masala yale kuwa afufuki, masala mengine tuweke kando. Kafa katika ukafiri afufuliwe asilimu kisha afe, na Allah yasema maneno haya. Qur'an ndio inazungumza walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Watarejeshwa? hawarejeshwi. Na aya katika Qur'ani ziko hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Na usiende mbali, kwa mfano katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu arda, alipouawa baba yake katika vita vya Uhud, Jabir radhiyallahu anhu alipata na huzuni sana kwa kuwa babake kafa, akamwachia dada zake wengi, na alikuwa na deni na hana cha kulipa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona, akamwambia ya Jabir, mali araka munkasiran, mbona mimi nakuona una huzuni sana, una dhiki wewe? Hii hadithi shikileni vizuri. Ndio nawaambia mtachezea watu wengine wasiojielewa, lakini watu wenye akili zao waelewa wazungumza nini. Na alafu wana irhabu kweli kweli, tukutishia lazima uamini. Kadhab albidh kadhabun ashir, si mkweli, mrongo, na yeye wajua kama ni mrongo. Na hii anikumbusha Musailimatul kadhab alipoambiwa na Amr ibn al-As, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhab. Wewe wajua kama mimi najua wewe muongo, wewe wajua. Hebu tuje kwa kisa cha Jabir. Sikiza hii hadithi. Kama kulikuwa na mtu aletwe tena uhai, basi angelikuwa ni huyu, kwa ile daraja Allah aliyompa. Qultu ya Rasulullah ustushhida abi, baba yangu aliuawa yauma Uhud, katika vita vya Uhud. Wataraka iyalan wa dainan, na amewacha watoto, maana dada zake, sababu yeye mtoto wa kiume alikuwa yeye peke yake, kaachiwa dada zake takriban 7, yeye ndo wasimamie, na ana deni kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, afala ubashiruka bima laqiya Allah bihi abaka, bima laqiya Allah bihi abaka, je, nisikwambie namna Allah alivyokutana na baba yako alipouawa katika vita vya Uhud, nikupe bishara? Qala qultu bala ya Rasulullah, angalau aondoe nini huzuni katika moyo wake. Qala Mtume sana akamwambia, ma kallama Allahu ahadan qattu illa min wara'i hijab, Allah hajazungumza na yoyote qattu isipokuwa nyuma ya pazia.
kila aliyezungumza naye amezungumza naye nyuma ya pazia. Wa ahya abaka fakallamahu kifahan, lakini baba yako alimhuisha akazungumza naye moja kwa moja bila ya hijabu. Amwambia Jabir, faqala ya abdi tamanna alayya u'tika, tamani chochote nikupe, kwa namna ulivyofanya mja wangu, tamani unachokitaka. Sikiliza vizuri, ni Allah ndiye anayemwambia hiyo, alladhi ala kulli shay'in qadir. Amwambia baba yake Jabir, tamani unachokitaka wewe nitakupa sasa hivi, sema. Ambaye huambia kitu kun fayakun, subhanahu wa ta'ala. Qala ya rabbi tuhyini fa uqtala fika thaniya, na kuomba unipe uhai niregeshe tena duniani kwa ile daraja aliyoipata, na kuomba ya Allah niregeshe tena duniani niuawe kwa ajili yako. Umeelewa maneno? Amwambia nani? Amwambia khurafi hapa. ايش هؤلاء يا اخي الاغبياء هؤلاء. Sasa wawachezea maskini wale ambao hawajielewi. Allah ampa ofa baba yake Jabir, sema tamani unachokitaka nifanye nini nikupe. Ya Rabbi, ninachokitamani mimi niregeshe tena duniani, na huyu ni muumina, niregeshe tena duniani niuawe katika njia yako tena. Hapa sasa ndio mahallu shahid. Qala ar-rabb azza wa jalla innahu qad sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un, mimi nishapitisha kuwa anayeondoka huko harudi tena. Mmeelewa makhurafi? Anayeondoka hapa harudi tena, shafariki basi kuisha wakati wako. Na hadith sahih rawahu al-imam at-Tirmidhi wa hasanahu wa ibn Majah wa hasanahu al-allamah al-Albani rahimahullah ta'ala. Kwa hii hadithi ni wazi dalili kwa haiwezekani kuwa maiti tena arudi katika uhai wa dunia aanze kuswali kufunga kama watu wengine. Jambo kama hilo halifanyiki. Alikuwa mkafiri akafa katika kufuru kisha akarejeshwa silimu, si mtu aweza kuuliza, lakini Isa alayhi salatu wassalam ilikuwa miujiza yake ni kuhuisha mtu ambaye amekufa biidhnillah. Naam, Allah huenda kajalia hilo ikawa ni muujiza kwa yule mtume kutia nguvu utume wake na kunusuru. Labda ujipandishe daraja wewe, ujiweke katika daraja ya watu wakubwa kama hawa na wako. Yani ningewasomea mimi katika karamati za hawa mawali wanaosema mawali wao. Kuna mmoja asema haswa kuwa muridi wake umwambia, alivyouliza kwani Isa alikuwa akiwafufua watu vipi, asema alikuwa akiwaambia qum bi idhnillah, wasimame kwa idhni ya nani? Ya Allah. Basi kukapita maiti, alipopita ile maiti wale muridi wakamwambia njoni tuko na shekhe hapa. Wakamwambia yule shekhe, huyu maiti analetwa. Akauliza tena, kwani Isa alikuwa akifufua watu vipi? Asema qum bi idhnillah. Asema mimi sisemi hivyo, qum bi idhni, simama kwa idhni yangu. Faqama, karamat la ulia faqama. Tusema huyu sasa, huyu hata hakufika daraja ya utume, huyu yuko katika daraja ya Allah. Manake katika Qur'ani yasema qala man yuhyi al'idhama wa hiya qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Sisi tunajua anayehuisha na kufisha ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Huyu wasema bi idhni, yani yeye ashajiweka katika daraja annahu yuhyi. Na hii wataja katika vitabu vyao bana, katika makarama ya mawali. Na mimi najua nikizungumza nyinyi hamtofuata, najua makhurafi hamfuati nyinyi, maneno yetu mkubali, lakini nazungumza ili wenzetu tuliokuwa pamoja katika safu sije wakaingiwa na shaka, sasa hii vipi? Sisi tusema, sisi tumesema kwa haiwezekani kafiri, mtu kafiri afe kisha amke asilimu. Na hizi aya za Qur'an tuzipeleke wapi? Hizi aya zote za Qur'ani zinazungumza wale kufar na wakifa na kuwa hawarudi tena duniani, tuzipeleke wapi hizi aya? Sasa masala yaje kuwa
Je, lishawahi kutokea jambo kama hili kwa sio kwa mitume? Hili tuliweke kando, tukuje sisi tuzungumzia suala hili hapa. Mtu kafa katika ukafiri kisha kafufuliwa, asema hivyo, mbona kwa harara, asema kwa harara, kadhab wahid. Mbona unkufa kabla kusilimu na uniambia utasilimu? Akaamka akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul, kisha akafa tena. Hii ndio kazi ya maulidi, hii ndio kazi. Kumbe yote ilikuwa utakuja huku ilikuwa tufikiria enda wapi? Kumbe maulidi basi. Ya nini useme uongo wote bwana huo? Ya nini useme uongo wote huo? Wallahu almusta'an.